na unakaa hapa. Kenya inakugojea. You are the best brains. Sasa mmekuja mnakaa hapa, alafu uchumi wa nchi unadhoofika kwa sababu nyinyi hakuna kazi mnafanya. The brains that are here ni mingi. Lazima watoto wangu mtoke hapa. Mwende nyumbani, muangalie bibi zenu, muangalie watoto wenu. Wale wengine 61, you are divorcees. Unaona mama anaenda anaangalia maneno huku. Sasa divorcees 61 na 64 they are single. Tuko na wasichana wangu 64 na wengine 61 wanatafutana na bwana, na huyu bwana amejificha hapa na mazibra. Sasa mnataka nifanye nini kama mama? Alafu ukienda hapo mbele kwa hii wives family na wasichana wangu ambao wanawagojea, kuna mama 300 and something wanalia kila siku wakitafutana na mtoto wao. Na ndio mimi ni representative ya hao mama. Nimekuja kuwaambia mama wanagojea nyinyi. Sisi tulizaa nyinyi, mtusaidie. Tulizaa nyinyi ndio muweze kutupigania. Sasa mnatupigania mkikaa huku ndani. Hata nyinyi mnashindwa. Sasa ndani atajua hii maneno. Mama. Hey. Shida zangu ni mingi lakini Mungu atatatua. Tulipokuwa tunaongea na wakubwa wenu, tumeangalia hapa na nimesikia kuna watu wako na bills hawezi kufanya. Na nimeambiwa mko na shamba hapa. Tutafanya juhudi tukiwa na leaders. Tuwaletee begu, mupande vitu ambazo mnaweza uza haraka, muweze kutoa pesa hapo na mujitoe hapa ndani. Tuko pamoja? Kwa sababu mkianza ma spinach, si mtauza? Na tutatafutia soko kwa shule, ndio mtu akipata pesa anatoka. Kwa sababu hatuwezi tena watu wanafanya kazi, sasa mko ndani, mama afanye, akuje akulete. Mimi niko hapa, nitajaribu, nilete begu za kufanya kazi hapa, tulete spinach, mulime, alafu kutoka hapo, munalipwa, ndio mtu anapata pesa ya kujitoa hapa. Naona wengi hawataki. Wale vijana wangu hawana zibra, naona kwa nini mumenyamaza hivyo? Na ndio ninawapenda hata nyinyi. Nitawapenda mpaka mpendeke nyinyi. I will work. Nitafanya kazi kwa bidii na maombi na kuja kule mko mpaka mubadilishe mawazo. I would like to see better men. I want to see you in suits. Nataka kuona mkiwa na maboma. Nataka kuona watoto wenu. Na nataka kuwa shosho wa watoto wenu. Na ninajua mumetaabika. Na ni kweli. Hata saa ingine hii chuki na hii mambo mko nayo ni kwa sababu ya zile tabu mmepata. Lakini ninajaribu. Na serikali inajaribu. Tuone vile mtapata kazi. Kwa sababu mkatapata kazi, kuna haja ya kwenda kuchukua kitu cha mtu mwingine. Tutajaribu. Lakini nyinyi lazima mbadilishe mawazo. Mtabadilisha? Especially wale hata mujafika hapa. Nyinyi mtabadilisha? Naangalia wale wasemi kitu.
na walikuja hapa juzi. Si ni kweli? Nyinyi mnataka tena murudi mukuje pande hii? My son. Ninakuona wewe umekaa hapo. Unataka kuja kuvaa zebra? Kwa hivyo mimi ningewahimiza mwanze kufikiria, kwa sababu hii dharaka nitakuja na tutabadilisha hii hasira. Ni hasira ya nini inakuletea hasara kubwa namna hii? Muwe mnakaa hapa njaa. Tutabadilisha hiyo maneno. Nikija nimeangalia mko na mashamba kubwa, mko na mito imejaa hapa. Na je, tukiwaonyesha kulima mtaweza? Tutaanza hapa. Hapa kuna mko na eka 120. Na je, tukianza hapa itakuwa sawa? Asante. My leaders, we have work to do. Lazima tuwaonyeshe mambo ya ukulima, ya ng'ombe, ya mifugo na mimea. Mtu akitoka hapa anatoka akienda kwao kufanya kazi. Hiyo ni sawa? Kwa sababu nimesema hii sio mara ya mwisho kuja hapa. Sasa nimeanza. Pia nitajaribu tuongee na watu kadhaa waweze kuja, wale wanaweza kufunzwa mambo ya driving, wale wanaweza kufunzwa mambo ya masonry, carpentry. Tuanze. Mnataka hivyo? Acha nisome ile niliandikiwa sasa. It is indeed a great honor to visit and interact with you all this morning. I have seen what you can go through. I have seen what you can do through the skills and gifts and talents among you. Nilipoenda hapa nimekuta mnampanda miti na niwashukuru sana. Mpepanda miti mingi na hiyo itafikia hata rais wa jamhuri. Kwa sababu hiyo ni kazi ambayo ametupatia na nimeona mnafanya kazi mzuri. Hongera kwenu. I am pleased to see that the prison walls do not confine your potential and circle of influence. Nikiwaangalia naona mnakaa vizuri kama brothers hapa, lakini ningetaka tupande cheo kidogo, mtu aende wasikae kama brothers hapa, wapande waende nyumbani wakaangalie bibi na watoto. I also appreciate the prison wardens, security officers and all working with this prison for the great work they are doing. The government is a working system and appreciates the contribution of each one of you. Ladies and gentlemen, the history books of this country on greening the environment will have a chapter of Kadhwana prison because of your participation in tree planting exercise today. 1,000 trees planted here are part of the 15 billion trees targeted, the target that has been set by the President of our Republic by 2032. This is true demonstration that Kenya Kwanza government seeks to involve everyone in her agenda, even those behind the walls, because they are valuable and you can be very productive. When Apostle Paul was in prison, he wrote many books and letters in the Bible. When Joseph was in prison, he interpreted dreams.
we have our very own John Kiriamiti, who also wrote a book, My Life in Prison. So my dear sons, you can also come out with something great from behind these prisons. Hata kama tuko hapa, tunaweza kutoka na tuwe watu ambaye wanaweza kuonyesha umaarufu na ushujaa. Hata kama umepita hapa, utarudi hapa tena. Utarudi kuja kuangalia wengine na kuambia kuna kesho. There is a God of a second chance. If Paul came out, if Joseph came out, hata nyinyi mutatoka.